Hamjambo wa ndugu watazamaji wa Lamek TV. Anayeongea ni Lamek bin Malexi. Mimi ndo mwenye nimeshikilia usukani leo wa Lamek TV. Tumepata fursa hii leo kumtembelea ndugu hapa, atajitambulisha mwenyewe na kumfahamu ni nani. Kwa hiyo kaeni chonjo musikilize nini atakachowaambia ndugu yetu hapa. Karibu. Mimi naitwa kwa jina la Bishop Dr. Jean Monga Kabwe. Niko mwangalizi wa kanisa la GCA. Okay, mnamsikia jinsi amejitambulisha. Mimi kwa kwanza nimesema ndugu, lakini sasa hivi nimegeuza lugha. Ndio maana nimesema atajitambulisha, na ameshajitambulisha, amesema ni Dr. Bishop. Ni Bishop Jean Monga. Kwa hiyo ndugu, leo tumepata fursa ya kuwatembelea leo kama vile Lamek TV. Tukaona sio vema tukae tu peke yetu, tushinde kutembelea wa ndugu, tujue nini kile ambacho mnakifanya kwenye kanisa ya GCL hapa Malawi. Vipi, mnafanya kitu gani hapa na huduma zenu zikoje? Hapa Malawi tunafanya kazi ya Mungu, na kanisa tulifungulia hapa kwenye mnaona ni kama vile siege tu ya kanisa la GCL au Yesu Kristo ni upendo. Na kanisa linatoka kwenye maandishi kutoka kwenye kitabu cha Yohana sura ya 13 na mstari wa 34 hadi 35, ambao Yesu Kristo anasema kwamba tutawajua kwamba ninyi ni watumishi au wanafunzi wangu wakati mnadhihirisha upendo kati yenu. Maana kwamba ni kanisa ambalo tunajenga kwenye misingi ya upendo. Na kwa hiyo hapa tuna makazi mingi ambayo tunafanya. Hasa katika fazi ya kwanza ni jengo kwanza ile kanisa. Na waza kanisa tulijenga tangu mwaka wa 2018 ndio tulinunua uwanja hapa, na 2019 tukaanza kujenga kanisa, na mpaka sasa kazi zenyewe zinaendelea kwa sababu uwezo ni mdogo sana. Kadiri tunavyopata uwezo na ndio sisi tunaenda tunafanya makazi ya ujenzi. Na hapa kwenye tuko kwa kwamba Mungu alitubariki tukapata uwanja, na uwanja ambao tumeupata tukajenga, na pamoja na watumishi wa Mungu na waumini hata na wasapoti mbalimbali ambao wako wanasikia kutusaidia kidogo, na ndio gisi tunaenda tunajenga kulingana na uwezekano wa msaada ambao tunapokea waumini hata na watu wengine wanasikia kusaidia kanisa. Na pamoja na hiyo hapa tuna ile jengo mnaliona pale. Ile jengo tulijenga kwa sababu kusaidia wajane na mayatima. Ile sala niko pale, na hapa pembeni kuna sala nyingine ambayo tunajenga. Kwa bahati mbaya tulijenga ilikuwa ni sala de prière tulijenga, lakini hii mwaka kwa kuwa labda limejengwa vibaya, mvua ikaja na ikaweza kufanya nini, kubomoka. Lakini hata na msingi pale tulishaanza, na kama vile mnaona jengo kweli Mungu alitusaidia tukaezeka. Kuna mabati na humu ndani tayari tumeweka beton, na alafu kule kwa madhabahu mnaona kuna makazi ambayo tunafanya juu ya kutengeneza madhabahu. Na kwa hiyo tunaenda etape par etape, kwa sababu tunaenda etape par etape par rapport na moyens financiers. Ndio ninaweza kueleza. Na pia tena kuona kule mbele kule mnaona kuko mlango. Ule mlango unaonekana kule ni ofisi. Na ofisi hiyo nayo ilijengwa mwaka wa 2026, tulijenga 2025. Kuna kwamba ilishapigwa na mvula ni moja, na ofisi yenyewe tutawaonyesha kwa makazi mbalimbali ambayo inahitajika. Tunashukuru Mungu sababu kazi ya madhabahu tunaona kwamba tumeanza, na tunaamini kwamba leo au kesho madhabahu yanaweza kuisha. Na hapa hivi kinachobakia kuweka pia makaro katika isani
ya Wakristo mahali ambapo wanakaa. Asante sana, wazo hiyo ndio ninaweza kueleza chache. Ikiwa kuna maswali mengine tunaweza kuzungumza, lakini kikubwa ni kuzunguka tuangalie kazi kadogo hapa hivi kuyaona. Asante sana. Okay, sawa. Papa Bishop, tuseme asante kwa sababu umewaeleza watu vizuri, na watazamaji wote wa Lamek TV watazidi kutufuatilia na watasikia kile ambacho umewaambia. So nimesikia umesema mamwaye ndo inasumbua. Inawezekana mamwaye wa tofari, wa pesa, wa nini zaidi? Tunaposema mamwaye tunahitaji kuna material na materio, na material na materio zinahitaji pesa. Tuseme kama vile ni kweli tumejenga, lakini mundani mnahitajika kazi ambazo wanaita finissage, na hizo kazi za finissage ndio zinaweza tuko tunafanya. Maana kwamba tunaposema finissage kama ouvrage ilishaisha, maana kwamba finissage tuko nayo, tuko tunafanya finition ya pavement, na hiyo pavement itakuwa ni ankaro, na pia tuko tunafanya finition juu ya madhabahu, na hiyo inahitaji material na materio. Na kama inahitaji material na material, ina maana kwamba inahitaji mamwaye financier. Wakati tunasema mamwaye financier ni material au pesa, mambo kama na haya. Okay, watazamaji wa Lamek TV, pia hata tuwaambie kama vile Bishop alivyoongea, kinachokosekana hapa ni uwezo. Kwa hiyo kwa yeyote yule ambaye anaweza kaguswa, sio kusema mimi si muumini wa kanisa hili nini, hapana. Jisikie huru kusapoti kanisa la Mungu. Kanisa sio la kwake, kanisa ni la Mungu, lakini inatakiwa tuingie ndani tuone kazi ambazo wanazifanya. Karibu. Tunalifanya kwa kusapoti kazi ya Mungu, hasa hapa kwetu Malawi katika district ya Doa. Na kama vile uliouliza kusema kwamba hii ni kazi ya madhabahu, tunaanza kwenye madhabahu. Selo uwezo ambao tulipokea, tunaona kwamba unatosheleza kusema tufanye nini, tumalize kwanza madhabahu. Example nisema kwamba kama vile hapa kwa madhabahu tulipata uwezo wa karto 36, na karo moja ni karo ya 60x60, na ndani ya karto mko karo 4, ukijumulisha ku 36 karo kusema kwamba ni 44 karo yenye tulipata, na tukapata mamwaye kununua à peu près au moins 6 sacs de ciment 7, na pesa angalau kidogo ya kulipa fundi, na ndio hivi tunaona kwamba weke makaro. Hii kazi tunaifanya hapa ilikuwa ngumu kwetu kwa sababu tulinunua makaro tukaiweka pale kwa madhabahu, na kama mnaangalia kule mbele kuna nafasi ambayo wezi waliingia wakaweza kuiba karo zenye tununua. Basi kwa hiyo tukisema kwamba tukaendelea kuweka hapa, tuna expose karo zinaweza kupata nini tatizo tena la kuibiwa. Ndio maana tunaona kwamba hapana, hizi zenye tulipata acha tumalizie kwanza madhabahu. Tutakapomalizia madhabahu, kama uwezo utatupermettre kuendelea, tunaweza pia kuanza makazi hapa ya kuweka makaro kwenye na nafasi ambapo Wakristo na wao pia wanakaa. Asante sana. Okay, Papa Bishop Jean Monga, tumeshukuru sana na tunazidi kukushukuru kwa muda wako, na samahani sana kwa usumbufu, kwa sababu tunakusumbua, lakini usituchoke. Sasa nilitaka niulizie, uko peke yako? Kwa sababu unakuwa peke yako, sijui hauna staff. Asante sana mtangazaji kwa hiyo swala. Mimi siko peke yangu, niko na wachungaji hapa, tunashirikiana pamoja. Wachungaji mchungaji wa kanisa hili yeye Pastor Joseph Kemo, huyu ndio mchungaji wa kanisa hapa. Hii ni parokia na pia lakini kwenye parokia hii ndio mchungaji wake, yaani ndio pastor mwangalizi. Na kwa hiyo kuna mchungaji Pastor Hamisi
Machumu John. Naona kwamba watu wenyewe hawako hapa ni wawili, kuna Pastor Machumu John na Pastor Malemi Mawili. Hawa ndio wenyewe hawako hapa, lakini tulikuwa na wao katika ibada ya asubuhi. Na ule mwe mnamuona hapa ni mzee wa kanisa. Tulikuwa na kanisa kwa village hapa. Village ambayo wanaita village ya Kwamini. Tulikuwa na parokia nyingine pale na hiyo mzee wa kanisa. Na hivi kwa kutokea pale kanisa juu kuna kazi ambazo wako wanafanya kwa kwa kulike ili tujenge vile jengo nayo kuna sehemu ilibomoka. Kwa hiyo waishi kanisa chatoa matofali kwa sasa analeta ripoti tuweze kuangalia kesi tunaweza kujenga kanisa ambazo ilibomoka katika hii village hii. Na hili ndio kanisa ambalo tunafika wote pamoja. Yaani kanisa Okay, asante sana watazamaji wa Lame TV. Hapa mnao hawa ni watumishi. Kama bishop anajiita bishop hayuko peke yake. Hawa ndio watu ambao hii ndio mizizi. Yeye ni mtu lakini hii ndio mizizi inayomzunguka bishop wetu. Asante sana. Angalia kanisa ni kubwa. Hebu waoneshe kwanza. Kanisa ni kubwa, inahitaji karo. Kwa hiyo tusapoti kazi ya Mungu. Kazi sio ya kwake, kazi ni ya Mungu. Sawa Papa Bishop, tumefurahi na tunazidi kufurahi. Umesema kuna ofisi. Sijui tunaweza tukaiona na ofisi? Asante. Hii ni ofisi yao. Yaani mashemasi wana office. Mbona nimeona kama vile kitu cha tofauti sana. Hapa Zaleka hatuzoe hivi. Unajua kwamba kwa kweli ukiangalia washemasi ndo wenye kanisa. Na ndo wenye hapa kwetu wanachunga kila kitu cha kanisa. Na hata kazi za maendeleo ni wao wanazifanya. Hivyo tunatumika hapa. Okay, lakini sasa naona haijakamilika. Upo wazi sana juu bado mabati sionyesha zingine sehemu. Twende kwanza tufuatilie huku. Nafasi ya kufanya vikao. Meeting. Okay. Kufanya meeting ya watumishi. Yaani ni sale ya meeting. Ni sale ya meeting. Na ni ofisi ya wachungaji. Ndio. Ni ofisi ya wachungaji. Na hii hapa ni ofisi ya bishop. Okay. Hii ndio ofisi ya bishop. Aise nisije nikapotea kwa sababu nimeona hii jengo ni vitu vya tofauti sana hapa Malawi. Kwa sababu tunazoea kanisa, mkikuta tu vile jengo mmemaliza kila kitu. Lakini hapa kwenu nimeona kuna tofauti sana. Sasa nimeuliza swali langu, sijalisahau. Okay, uko ready kuuliza swali? Nimeuliza. Nimeona bado ipo wazi. Kwa nini? Kanisa tulifanikiwa kupata mchango. Na huo mchango tulipata kwa waumini na kadhalika na wenyewe wanaweza kujisikia kusaidia. Ndio tukaona kwamba hatuwezi kuweka hela. Tukanunua tofali na kwa hiyo tukapata na hela kidogo ya kulipa fundi na ni hivyo tulijitahidi tukajenga hii ofisi. Kwa hiyo kitu ambacho kinakosa kama vile ulivyouliza swali, unakosa sasa paa ya juu au toiture ili tuweze kukamilisha ofisi imeisha wakati ambapo tunawezeka. Ni kweli